Ya tamasha leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 6. Nimeingia katika ardhi ya Dodoma, kuna uwanja, nimekuta kuna tamasha la bwana mmoja anaitwa Bwana Mwamposa. Sheikh, nimelia sana. Asilimia ya watu 60 waliokwenda pale, chukueni hii ujumbe ufike. Naondoka na nia ya kurudi ardhi hii ya Dodoma kuja kufanya kongamano ambalo halikuwahi kufanyika katika ardhi hii ya Dodoma. Kwa sababu nimekuja hapa ardhi ya Dodoma, nimekutana kuna kongamano linaitwa kongamano la bwana mmoja Bwana Mwamposa yule. Kongamano lile asilimia 60 waliokuwepo pale ni Waislamu. Saifullah Online TV, elimika badilika. Unasema Sharifu, unapata wapi ujasiri wa kusema wewe kwamba ni mume wako ni mume wa wachawi? Kuna wachawi wakubwa wale waliokubuka katika uchawi. Je, hawakusikii? Na yasema haya kwa sababu Allah kanipa taufiki ya kuweza kuamudu wachawi. Hakuna mwanga wala mchawi wa aina yoyote anayeniweza mimi. Wachawi wa aina yoyote, we kama unataka au unaona ni joking, basi tunakwambia chukua media kama hizi, waambie wachawi kwamba wewe ndiyo mume wao, waangalie. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Naam. Naam, Sharifu, naona kwa taswira tu hili joa pia linajumlisha kwamba ni kiboko ya wachawi na tasbihi hii ndefu kama inavyoonekana. Lakini pia moja kwa moja naona katika mitandao ya kijamii kuna maneno kabisa ambayo yanatapakaa kwamba wewe umetoa wapi kuita neno hili mimi ni mume wa wachawi, na ujasiri huu unaupata wapi? Lakini kwanza pia watu wajue kwamba sisi hasa sisi watu wa tarika hatupendi sana kushughulika na watu, hatupendi kuwajibu watu, sisi tuwasaidia watu. Ukimwona mtu wa tarika yoyote, mimi hapa nilipokuwa nimekunywa ijaza zaidi ya 200. Ninaposema ijaza zaidi ya 200, maana yake nimepita kwa mashekhe zaidi ya 200. Sisi watu wa tarikatul Qadiria sio watu wa mnasema vipi kubwabwaja. Sisi ni watu wa kufanya sana, kwa sababu watu wa tarika tunaamini inna Allah ala kulli shay'in qadir. Mungu wetu anayeitwa Allah ni muweza wa kila kitu. Kwa hiyo hatujali maneno ya watu wanaosema, na wengi tumekuwa ni wenye kushindwa kufikia malengo yetu kwa sababu hatukiamini kile tunachokifanya. Nimshukuru moja ya walimu zangu Daktari Sheikh mkuu wa ardhi ya Dodoma, Sheikh Mustafa, Allah muhifadhi, aliwahi kusema kwamba changamoto ni fursa. Unaweza ukasikia unaambiwa wewe uwezi ukawa mtu fulani, uwezi ukawa, wengine wanampaka kufikia pahala wanasema maneno ambayo hata kuyarudia na kuwa mtihani. Uwezi ukawa Sharifu, tuwapeleke darasani. Sharifu hata teja anaweza akawa ni Sharifu. Man sharafa nafsahu fahuwa Sharif. Atakaitakasa nafsi yake nani huyo? Kwa mantiki hii kwamba watazamaji ambao wanapinga jina hilo la Sharifu, maana yake ni kwamba elimu tu imechelewa kuingia katika vifua vyao. Kwamba wasikia mtu kaitwa Sharifu wanuna. Ya Rasulullah sema tuitaneni majina mazuri, na Sharifu anaweza akawa ni mtu yoyote. Kwa faida ya watazamaji kwamba Sharifu ni jina lako wewe au Sharifu ni ile? Hii ni lakabu nimeambiwa, nimepewa kwamba mimi ni Sharifu baada ya kupata ijaza zaidi ya 200. Baada ya kupata ijaza zaidi ya 200. Na ile Sharifu ni jina, lakini pia si Sharifu wa nasaba kwamba yatoka kwa bwana Mtume Muhammad. La, mimi si Sharifu wa nasaba. Hilo kwa faida ya watazamaji kwamba leo kwanza wafahamu kwamba jina la Sharifu ni jina la nasaba, sio kwamba jina la kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba na tuitaneni majina mazuri. Rasul ndio katuambia tuitaneni majina mazuri, ni sadaka. Kwa hiyo watu waelewe na wafahamu kwamba sisi sio watu wa kushughulika na maneno ya kimitandao, kuwajibu watu. Tuna maelfu na mamia ya watu ambao Sharifu Firdausi uko makao makuu ya nchi na mji wa serikali ambapo ni jijini Dodoma. Sasa wana Dodoma unawaambia nini hasa waweze kuelewa neno Sharifu? Wana ardhi ya Dodoma niwaambie kwamba kwanza nikupe habari njema. Mimi ndiyo mume wa wachawi wote. Ardhi ya Dodoma nasikia kuna pahala kuna wachawi. Kuna mitaa hapa Dodoma inasifika na uchawi. Lakini pia watu wa Kondoa wajiandae, watu wa Singida wajiandae. Stop kwanza. Ndio. Umesema watu wa Kondoa, kwa maana watu wa Kondoa ni kuna mitaa pia Kondoa iko na uchawi. Unaifahamu kabisa?
kwa sababu kuna baadhi ya watu katika comment wasoma kwamba wewe unajiita mume wa chawi, fika Kondoa sehemu fulani, wewe umefika hapa Dodoma hapa bwana, wewe wakikusikia. Hata kuna msikiti mmoja jana nilipata kusema akhi kwamba mimi ndo mume wa wachawi. Sheikh akasema, Sharifu, hauna mada nyingine, utaondoka utatuachia kizaza, kwa sababu wanga walivyokuwa watu wabaya. Kuna wanga mpaka wanaswali Sheikh, mtu yaswali usiku anageuka kuwa paka pilau. Wako hawa wanga, na hawa wanga mimi sikuanza kutangaza vita nao. Walioanza kutangaza vita na wachawi ni Allah pale aliposema walmushrikina fi nar jahannam. Watu wa ardhi hii, makao makuu ya nchi hii Dodoma, muelewe na mfahamu kwamba mimi nipo, na ukikutana na mimi biaunillahi subhanahu wa ta'ala, nina slogan yangu napenda kusema kwamba wewe hapo ulipo sipo unapostahili kuwepo. Hapo ulipo sipo unapostahili kuwepo. Inawezekana umediscourage sana, umekuwa ni mtu wa kukatishwa tamaa, umekuwa ni mtu wa kukosa kufika malengo yako. Nimekuja na dua maalum ya kuweza kukutoa pale ulipo. Sisi ni watu wa dua, sisi ni mawalii wa Allah, tunasema na Allah anatusikiliza. Allah kanipa hiyo baraka na Allah kanipa hiyo karama, na mara nyingi huwa nasema kwamba mimi nikiomba na nikimwomba Mwenyezi Mungu, sababu naamini dua ni katika ibada, basi matumaini yangu yananituma moja kwa moja kwamba Allah ananijibu, sababu vingi nimemwomba Allah na Allah amenijibu. Zamani ambao pia walikupa mwaliko, lakini kwa nini umewakimbilia Thanawi kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma? Kitu gani ambacho kimekufanya wewe ufunge safari kutoka Dar es Salaam mpaka huko Dodoma? Na hii siri nikupeni kwamba mimi huku nimekuja kwa shekhe wangu, mwalimu wangu wa Qur'an. Ustazi Mwaiya ni katika mashekhe zangu ambao mpaka hivi leo niko darasani kwake ninasoma Qur'an, ambao wamenisomesha na wanaendelea kunisomesha. Bwana Sharifu, hapa fanya hivi, hapa fanya hivi. Kwa hiyo huku nimekuja ni kwa shekhe langu. Kuja huku si amli, kuja huku si ombi, ni amli, kupata baraka za shekhe langu. Lakini pia tulikuwa tukisikia kilio sana cha watu wa Dodoma kwamba Sheikh Sharif Ridhaus, tuwaomba uje tupate baraka yako ya dua, na mashallah toka tumeingia tumeswali msikiti wa Gaddafi ambao uko pale, ambao unaongozwa na Sheikh mkuu wa ardhi ya Dodoma. Tumepata mapokezi mazuri, tumeweza kuombea watu dua kwa wingi, kwa hisia iliyokuwa kubwa sana, na mpaka sasa pale tulipofikia kuwapokea watu kumekuwa ni kwingi. Na matamasha ambayo Dar es Salaam yanaendelea, kulikuwa kuna matamasha mawili, yote yamefanyika ndani ya siku moja. Mimi niwapongeze tu watu wa kaswida kwamba wasirudi nyuma. Matamasha haya ya kaswida, ndugu watu wa media, kwamba matamasha haya ya kaswida yakiwa yanafanzika sana, kwanza yanaleta motivation kuweza kuambia kwamba hawa waliokuwa na sauti zao wazitumie kumswalia Bwana Mtume Muhammad. Wewe unajua kwamba hawa wasanii wenu hawa wanaoitwa sijui wanani nani hawa, wale wenye midomo mikubwa, kwamba hakuna msanii yoyote mwenye kumshinda Muhia kwa sauti. Hii nakupa isiri, chukua na uandike hivyo hivyo. Hawa wasanii wote wa muziki wote hawamshindi Muhia kwa sauti nzuri. Hawa ni katika mafanani bobezi. Kaenda Masri kwa sababu ya fani hii ya kughani, kumwimbia Bwana Mtume Muhammad. Hata watu wa kaswida, mnyongeni haki yake mpeni, mkubwa atabaki kuwa ni mkubwa. Ile ku appreciate tumekuwa sisi hatutaki ku appreciate, lakini katika watu ambao ni mafanani wakubwa, tukae chini tupate baraka zake, atuoneshe namna gani hapa mapito upiteje, nishikamia. Kwa hiyo matamasha yaliyofanyika Dar es Salaam sikuhudhuria, lakini nawaambia nilikuwa na wao kiroho, sikuwa nao kimwili, sikuwa nao. Sharifu Firdaus, kwa kufunga kipindi chetu hiki ambacho sasa tunataka kutoka, kwa maana ya kwamba unaahidi kurudi Dodoma tena au ndo maasalam? Nimeondoka na nia na maombi, na hili mashallah umeniuliza swali zuri sana, na unahitaji kutunzwa wewe, Mungu akujalie kila la kheri. Mimi nimeingia tamasha, leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 6. Nimeingia katika ardhi ya Dodoma, kuna uwanja, nimekuta kuna tamasha la bwana mmoja anaitwa Bwana Mwamposa. Sheikh, nimelia sana. Asilimia ya watu 60 waliokwenda pale, chukueni hii ujumbe ufike. Naondoka na nia ya kurudi ardhi hii ya Dodoma kuja kufanya kongamano ambalo halikuwahi kufanyika katika ardhi hii ya Dodoma, kwa sababu nimekuja hapa ardhi ya Dodoma, nimekutana kuna kongamano linaitwa kongamano la bwana mmoja Bwana Mwamposa yule. Kongamano lile
asilimia 60 waliokuwepo pale ni Waislamu, wanaombewa kwa jina la Yesu. Watu wametoka Kondoa, watu wametoka Singida, watu wametoka sehemu mbalimbali, watu wamekesha uwanjani wanasubiri miujiza. Subhanallah, sisi Waislamu ndio wenye miujiza ya ukweli Sheikh. Sisi Waislamu ndio wenye miujiza mpaka ya mama kupata mtoto bila hata mume, mpaka baadhi ya watu wameshangaa dada yetu Wema kupata mtoto na mume baada ya miaka zaidi sijui ya 40 50, wameshindwa kushangaa kwa Mariam amempata mtoto bila mume. Kwa hiyo nimeondoka na maombi ya watu, anambia Sharif, tutakuona ukikamata wachawi huko, ukikamata miskule, ukiwanyoa wachawi, njoo ardhi hii ya Dodoma utusaidie inshallah taala. Kaa karibia na media hizi Ga TV, Fadhakir TV, na lakini pia Saifullah TV, Firdaus TV, ndugu zetu wote hawa katika television hizi ambazo ziko hapa live. Kwa hiyo tutaandaa kongamano kubwa sana, tuwaoneshe watu kwamba dua zipo na Allah katoa fursa ya kuombwa. Hivyo siku hiyo tutamlilia Allah na tutamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo ifikie pahala kwamba kila mmoja swala la amani uwe ni wimbo sasa wa kila mtu. Isifikie pahala kwamba wanaosema amani wawe ni watu fulani, na isifikie pahala wakawa tunadogeshwa sisi ambao tunasema amani tunaonekana machawa. Ala, haya sisi tuwe wachawa kwa lipi? Ndugu zanguni, mimi nimetembea kwingi sana. Hii sasa ni saa 7 na dakika zake. Katika baadhi ya nchi saa 7 muda kama huo ukionekana nje unatafuta muhali. Shekhe wetu mkuu wa ardhi ya Dodoma Sheikh Mustafa akasema kwamba lau isingelikuwa amani hata hizi media zisingelikuwepo, lakini katolea mfano ulikuwa mzuri sana katika ardhi ya Palestina, mnaona wanavyouawa watoto wadogo. Kwa hiyo amani, aliwahi kusema Samahtu Mufti kwamba amani ni tunu, lakini pia amani ni kama kioo, ukishakivunja hakiwezi kukiunga. Ukisema cha nini wenzako wanasema nitakipata lini. Hii amani tuliyokuwa nayo tuendelee kumuomba Allah aendelee kutudumisha katika hii amani, kwa sababu bila amani hata mimi ninayekamata wachawi siwezi nikawakamata. Bila amani shekhe, bila amani huwezi ukaenda kumtangaza Allah. Sasa utamtangaza Allah vipi? Kwamba wewe unakwenda mavazi ya kuvaliwa ndani watu wanayavaa nje. Leo tupo katika kizazi ambacho watoto wanafanyiwa ukatili, wengine shida kwa sababu ya masharti ya waganga. Hakuna mali shekhe za kwamba wewe umuingilie mwanao kinyume na maumbile ati upate mali. Subhanallah, life is too short. Ikifikia pahala wewe unamuingilia mwanao kinyume na maumbile kwa sababu ya mali, shekhe, wewe unamkosea Allah. Na waganga wanaofanya hayo waelewe kwamba wanatafuta muhali baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Tupaze sana sauti swala la mmomonyoko wa maadili. Wazazi tuwe makini katika malezi. Angalia mwanao anatoka na kwenda kucheza na wakina nani, akitoka skuli anaenda na wakina nani, akirudi anarudi na wakina nani. Baadhi ya mabodaboda leo wanafanya ukatili. Watu wa chips mayai wanafanya ukatili. Baadhi ya watu wenye vyombo vya moto wanafanya ukatili, tena kwa mabinti. Mimi nilikushuhudia, nililetewa kadhia moja, binti yuko form 2 kashatoa mimba 3. Shaka usimtiani. Kwa hiyo ukatili wa kijinsia haukubaliki. Tuwalee watoto wetu, lakini pia wanaochangia katika mmomonyoko wa maadili Sheikh ni wazazi. Lazima ifike pahala tuambizane ukweli. Wazazi, baadhi ya wazazi ndio mnasababisha ukatili wa kijinsia na ndio mnasababisha mmomonyoko wa maadili. Wewe unamruhusu binti yako anatoka amevaa kinguo kimebana hivi. Wewe unamruhusu binti yako anatoka amejipamba, ujui amekwenda wapi. Lakini pia nifunge maneno yangu kusema kwamba leo tupo katika wimbi ambalo mashoga wanaongezeka kila siku. Mashoga, na juzi nilitangaza kwamba sasa tunataka mashoga, habari za mashoga na wanao wasapoti mashoga, wasagaji, wasagwaji, mabasha, wali mabasha, sikieni vizuri. Maana siku hizi unakuta mwanaume Fadhakir, elewa hili jambo. Leo kuna mashoga, tunaposema mashoga wanasema tunawaonea wivu. Haya nyie mashoga tu, wewe shoga tunakuonea wivu gani? Leo imefikia pahala mwanaume anavaa nguo za kike, ukimuuliza anakuambia natangaza mawigi, natangaza biashara zangu. Ushoga ukubaliki.
Uislamu unapinga vikali ushoga. Leo mtihani uliokuwa mkubwa, mashoga 90% wana majina ya Kiislamu. Waliokuwa na pigo za kike, we mtoto wa kiume utasukaje nywele? Wewe unatoboaje? Tuanzie hapa. We mtoto wa kiume, wewe unatoboaje pua? Unavaje wigi? Wewe una hisia gani yani? Hili vipi kama jinga? Yani kwamba mambo lelelele, mambo sasampa. Wewe umeshindwa kutoa sasampa, umekimbia majukumu. Wewe unasema sasampa wewe. Mwaga sasampa, unalegeza vidole vyako, tunakuwa tukuelewi. Mashoga. Hii ni operation maalum ya kuweza kupambana na mashoga. Tunataka miji, hata huku Dodoma tunasikia kuna mashoga wanaongezeka kila siku. Lakini baadhi ya wakina mama, mcheni Allah, muogopeni Allah. Tena nakwambieni, baadhi ya wakina mama mnawasapoti mashoga. Katika shughuli zenu mnawaalika mashoga. Waswahili wa kizalamu husema kwamba chizi anachekesha ikiwa atoki kwenye familia yako. Leo kweli we mama unamuita shoga MC aje katika shughuli yako? Angelikuwa ndugu yako, eti ndugu yangu, angelikuwa ni kaka yako, angelikuwa ni mwanao. Ndugu zanguni, tupaze sauti sana kuhusu ushoga. Tusiposema ghalka ya Allah ikija inamchukua aliyokuwemo na asiyokuwemo. Sharifu, ningetamani sana lakini kupata tafsiri ya hii tasbih, lakini kwa sababu dhiki ya wakati ningepata sana kupata tafsiri kwa faida ya watazamaji, lakini pia watu tunapovaa hizi, kuna baadhi wanabwatabwata, wanasema unavaa shingoni. Mimi nimeona hii tasbih yako ina rangi karibuni zote, na hii tasbih moja ya sirali zake Sheikh, nikupe kama naitupa hapa chini inaweza ikageuka ikawa nyoka. Lakini pia hii tasbih kama ninasema uivae shingoni uweze ukaibeba. Sasa utajiuliza, hii ni katika tasbih niliyopewa na wazee mmoja ya mawali wa Allah, Darwish Rocket. Hii si tasbih kwamba hauwezi ukaipata ovyo ovyo hii Sheikh. Hii nikisema uibebe Sheikh huwezi kuibeba. Nashukuru sana. Hii ina akhwasi zake inshallah taala. Mungu akujalie kila la kheri. Kwa umestafidi na mambo makubwa, umechukua darasa kubwa. Lakini mimi hii tasbih siku nyingine inshallah utanipatia tafsiri, maana yake bado tupo katika ardhi ya na ili Joha mashallah. Tulikuwa na ndugu yetu kipenzi chetu Sharifu Firdausi, mume na kiboko ya wachawi. Tulikuwa naye wote duniani. Unaona, amesema wote alikuwa duniani. Kwa hiyo hivyo yachukueni haya mfanyie kazi. Kwa kusema haya, wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.